Bwana, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati? Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Gwiji la Vipaji, siku ya leo nimekuletea nywele hizi ambazo unaziona ambazo ni dreadlock extension, lakini wengine wanazifahamu kwa jina la majongo. Kwa hiyo nakuomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kuona hatua kwa hatua mpaka tulipofika wakati wa kubana style hiyo ambayo unaiona. Hii video iko mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo nakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante na kuomba ungana nami. Naam guys, ndipo tunakwenda kuanza. Mpaka sasa nilishaanza tayari baadhi ya mashina kadhaa, lakini tutaendelea kama unavyoweza kuona ndugu mtazamaji. Okay, na kata kibutu changu kama unavyoweza kuona. Nikishakata namna hiyo nanyosha mistari na paka jeli. Hii jeli ambayo natumia inaitwa Mood Gel Wax, lakini pia unaweza kutumia All Sun, pia unaweza kutumia guys, lakini pia kuna Java Authentic unaweza kutumia guys. Ukishachukua unachukua na rasta nyingine unanyonga namna hiyo, unanyonga. Lakini kitu cha msingi wakati unanyonga hivi, hakikisha usiruke sana nafasi, kwa sababu unapokuwa unaruka sana nafasi unasababisha hizi nywele zisiweze kudumu. Kwa kuna ikiishia kati unachukua tena nywele zingine unaungia hapo. Unaungia hapo guys, kama unavyoweza kuona hapo. Namna unaendelea kusokota, unaendelea kunyonga niseme, unazungusha hapo, unavingilisha. Hizi rasta ni mambo twisty guys, hizi ni mambo twisty. Kwa hiyo no, sio mambo twisty, sorry. Hizi zinaitwa Afro Kink guys, samani kwa kukosea kuzungumza. Hizi zinaitwa Afro Kink, lakini unazichambua ndipo zinakuwa hivi, afu ndipo unasuka namna hii guys. Kama unavyoweza kuona mpaka hapo tunakuja tunamalizia mwishoni. Ukimaliza unakuja unazifunga. Umeona, tunaendelea namna hiyo mpaka ifike mwisho. Kama hapo tunafika mwisho. Okay, hapo nafika mwisho guys. Mwishoni unafunga kidogo ili tu isiweze kujiachia. Alafu mwisho wa siku ukishamaliza zote unakuja unakata hizo ncha, pia unachoma na moto ili nywele isiweze kufunguka au isiweze kufumuka kwa urahisi. Kama hapo unaona namaliza guys, kama unavyoweza kuona. Nachukua hizi ambazo zimebaki huku, nachukua naendelea, kwa sababu ule mzunguko wa kwanza si uliishia njiani. Kwa hiyo zile zinazobaki huku nazichukua nazo nazizungusha kama kawaida, naendelea kuzungusha kama kawaida guys. Kitu cha msingi ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe ndo kwa mara ya kwanza, pengine unaona kama hivi, nafunga fundo hapo namna hii, nafunga tena narudia ili iwe imara. Okay, kishamaliza guys naiachia, nitaenda kukata kibutu kingine. Kwa hiyo kama ni kwa mara ya kwanza, ndo kwanza unaanza kujiunga nami, au ndo kwanza unaiona video yangu hii, ndo kwa mara ya kwanza unaona kazi zangu, na kuomba kitu cha msingi, kama bado hujasubscribe na kuomba subscribe kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe guys. Okay, hiki kibutu kingine nachukua tena nacho nashika kama hivi. Unaona, nachukua kama hivi na kwa nanyonga hivi, nanyonga. Kwa mwendo unakuwa ni huo unanyonga guys, unakuwa unavingilisha rasta hii, lakini hakikisha unapokuwa unavingilisha usiruke sana, usiende mbali sana ukaacha macho sana, kwa sababu ukifanya hivyo zitakuwa rahisi kufumuka. Ndio maana unaweza kukuta kwamba kuna mtu anasuka nywele hizi lakini muda mfupi tu zinaanza kuchakaa, zinaanza kulegea. Hii ni namna ya usukaji. Kwa hiyo usukaji, msusi ukiwa haukazi vizuri hii mizunguko hivi ninavyozungusha, ukiwa uzikazi vizuri, unaona ninavyozungusha mimi nywele inakuwa imenyooka, kama unaweza kuona haina mafundo, inakuwa imenyooka, iko straight. Kwa hiyo hii inategemeana na vile unavyokaza nywele, lakini pia macho unapokuwa hauruki sana, lakini pia inachangia na jinsi gani nywele unazozitumia zimechambuka. Nywele zinatakiwa zichambuke sana ili unapozizungusha ziweze kushika vizuri na zisiwe na mafundo. Kwa hiyo guys, kama nilivyosema, kama bado hujasubscribe na kuomba subscribe, kwa sababu unapo subscribe ndugu mtazamaji inakusaidia wewe
kuwa wa kwanza kupata taarifa kwenye simu yako ninapokuwa nimeweka video za mafunzo, video mpya za mafunzo, unakuwa unapata taarifa kwa urahisi ili tu usipitwe na mafunzo yangu. Lakini pia sio mafunzo tu, kuna mitindo pia mingine nakuwa naweka fashion tofauti tofauti, ili kwa wale ambao mshajua kutengeneza pengine hata dread muweze kuona style tofauti tofauti. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona hapo ndugu mtazamaji, namalizia kunyonga kama unaweza kuona mpaka hapo. Hizo hapo nimemaliza hiyo mistari miwili ya mwanzo. Umeona zinavyoonekana zimenyooka vizuri guys, ziko poa kabisa. Kwa hiyo kitu cha msingi make sure unafanya kazi iliyo bora. Kata mashina yako vizuri kama unavyoweza kuona, ili pindi utakapoanza kubana. Hii size ni size kubwa kidogo au size ya kati, lakini kuna mwingine anaweza kaeka ndogo sana. Umeona? Lakini pia changamoto hizi nywele pia zikiwa ndogo sana zinakuja kusumbua baadaye kwenye kubana, maana si zitakuwa nyingi sana kichwani. Kwa hiyo unakuta mwingine wakati wa kubana style zitaweza kusumbua. Hizi ni tofauti na zile extension za ambazo zina muonekano kama dread kabisa, zile zinakuwa nyepesi. Kwa hiyo hata zikiwa nyingi zinakuwa hazisumbui sana kama hizi. Kwa hizi make sure zisiwe nyingi sana kiasi kwamba ukawa mzigo mkubwa sana kichwani. Umeona? Kwa hiyo guys, kama unavyoweza kuona tunaendelea. Zoezi ni lile. Umeona? Unakuwa unakata vibutu vyako kwa kupima, unaweka mgawanyo sawa. Niseme tu pia kwa mahitaji ya huduma zangu Gwiji la Vipaji, unaweza ukanicheki kwa nambari ya simu ambayo inaonekana hapo juu upande wa kushoto, ambao pia ni namba ya WhatsApp ni 0712644408 0712644408. Lakini pia unaweza ukanifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook na TikTok. Napatikana kwa jina la Gwiji la Vipaji. TikTok ni Gwiji la Vipaji, Facebook ni Gwiji la Vipaji. Lakini pia Facebook kuna page unaweza ukaenda ukasearch, inaitwa Jifunze Ususi na Gwiji la Vipaji. Kule utaweza kuona posti nyingi sana kwa mfumo wa picha. Lakini wakati unaendelea kusikiliza guys, endelea kuangalia jinsi ninavyofanya mimi huko. Lakini pia ukija Instagram ni Gwiji la Vipaji Dread Master TZ au Gwiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Kwa hiyo ndio akaunti ambayo unaweza ukani follow pia kwenye mitandao hiyo mingine, ili uweze kuona posti nyingi kwa mfumo wa picha. Sasa nyingi ziko Facebook, lakini pia na Instagram. Kwa hiyo unaweza kaona huko ndugu mtazamaji. Na kwa mahitaji ya huduma za kusuka nywele za aina mbalimbali, pia Gwiji na suka mitindo ya aina zote. Guys, kama unaweza kuona hapo tunamalizia. Hili ndio shina la mwisho, nakuja namalizia. Nachukua rasta. Umeona hizi rasta zilikuwa ni Afro King. Kwa Afro King nadhani mnazijua, lakini nimeichambua mpaka imefika hivi unavyoiona. Kwa hiyo naichukua, nikishakuwa nimepima urefu wa hili size ya urefu wa hili butu au hii naokwenda kuisuka, naanza kuzungusha kama unavyoweza kuona. Siruki sana macho, taratibu unazungusha na unapanda taratibu. Lakini pia angalia usijaze sana sehemu moja ikakusababishia mbele huku ikakushinda. Kwa hiyo hakikisha unakuwa hauruki sana macho, lakini pia haubananishi sana, pia inakuwa ni kawaida katikati, kama unavyoweza kuona nywele iwe inaenda ikiwa na size moja. Kwa hiyo kama nilivyosema ndugu mtazamaji, ni kwamba Gwiji la Vipaji inasuka mitindo ya aina zote, lakini pia nafundisha ususi kwa wale ambao wanataka kujifunza kwa mfumo wa ana kwa ana. Pia unaweza kunitafuta kwa nambari ya simu hiyo hapo juu upande wa kulia. Lakini pia kwa mfumo wa video, kama unahitaji kujifunza na video za mafunzo, kwa hiyo unaweza ukanicheki tukawasiliana, nikakutumia video, ukalipia pesa, nikakutumia video ya mafunzo. Kwa hiyo online nafanya mfumo wa video guys. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji video za mafunzo, jinsi ya kuanza dread, jinsi ya kulipea dread, jinsi ya kubana style mbalimbali, lakini pia jinsi ya kufumua dread, video zote za mafunzo ninazo. Kwa hiyo unaweza ukanicheki na nikakutajia bei, ukalipia, unatumiwa video zako na ukajifunza taratibu. Mpaka hapo guys nimemaliza. Style wakati na bana sikutaka
kuonyesha guys. Kwa hiyo mwisho wa siku amesuka na kubana hivi. Hii style guys hatujabana ile seriously sana, kwa sababu unajua fika siku ya kwanza nywele zinakuwa kuna maumivu fulani zinakuwa zinazo. Kwa nywele yote ukisuka kwa mara ya kwanza inakuwa na maumivu fulani, hususan kama hizi nywele zinakuwa wengine kulingana na kichwa zinakuwa zinauma. Kwa hiyo lakini tuliweza kubana hivyo style ambao mwenyewe binafsi alihitaji. Hiyo ni style ambayo mwenyewe binafsi alihitaji abanwe hivyo na nimebana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mpaka hapo gwiji la vipaji sina la ziada. Naomba tu cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, kushare. Guys, support yako kubwa ambayo unaitaka hapa uweze kushare video hii. Share kwa watu wengi sana ili watu wengi waweze kuiona na iweze kutazamwa. Huo ni msaada ambao unaweza kunisaidia mimi, ili na mimi mnapokuwa naona video inafuatiliwa na watu wengi, ndipo mnaponipa morali pia ya mimi kuendelea kutengeneza video za mafunzo mbalimbali, kwa sababu pia maandalizi ya video ni kazi. Pia unaweza ukashare kwenye status WhatsApp zako, Facebook, Instagram, TikTok, unaweza ukashare. Asante, tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.